Na kukaribisha tena kusikiliza na kufuatilia makala hii ya kambi la vijana wakubwa iliyofanyika kupitia union mbili, union ya kaskazini mwa Tanzania na union ya kusini mwa Tanzania, iliyofanyika eneo la Guta Bunda. Karibu sana kusikiliza makala hii. Kanisa la Waadventista Sabato Tanzania limewaalika vijana kutoka kona za Tanzania kuhudhuria mkutano mkubwa wa vijana wakubwa uliofanyika Guta Bunda kwa ajili ya mafunzo ya uongozi yanayotolewa kupitia idara ya huduma za vijana. Ukabikaji ni mfumo wa kanisa wa kutoa mafunzo ya uongozi kwa vijana unaolenga kuwaimarisha vijana kiroho, kiakili, kimwili na kimaadili au kijamii. Kupitia kambi hili la union mbili, vijana hao wataungana kutoka sehemu mbalimbali za Tanzania na kubadilishana uzoefu, ujuzi na taaluma walizonazo, wakiwa chini ya viongozi wachungaji, wazee wa kanisa na viongozi wengine waandamizi. Kambi hili limeleta matokeo chanya kwa vijana waliohudhuria. Takriban vijana 4,000 walihudhuria katika kambi hili kutoka kona za Tanzania kupitia union ya kaskazini na kusini mwa Tanzania, ambao wameliandaa kambi hili mahususi kwa ajili ya vijana na kufanikisha kutoa mafunzo mbalimbali na kuhitimisha viongozi wakuu Master Guide 283 na viongozi waandamizi Senior Youth Leader 183 na utoaji wa vyeti vya mafunzo waliohitimu yaliyokuwa kitolewa hapo kambini. Kupitia mafunzo yaliyotolewa kwenye kambi hili la Tanzania nzima, lililowakutanisha vijana wakubwa kutoka katika union mbili, union ya kaskazini na union ya kusini, na kuelezewa aina za kambi. Baadhi ya mikutano iliyo katika idara ya huduma za vijana. Tunayo mikutano mingi, na mikutano hii yote ni ya muhimu sana kwa ajili ya kukamilisha malengo yale ya msingi ya idara hii. Mikutano hii inachukua nafasi kwa ajili ya maandalizi yaliyo ya msingi katika maisha ya kijana husika. Mikutano hii nipende kuanza na ule wa kwanza ambao tupo ndani yake, kambi ya mafunzo. Kambi ya mafunzo. Kambi hizi za mafunzo ni kambi ambazo zinaandaliwa katika idara ya huduma za vijana zikiwa na lengo la kupeleka kusudio au kukamilisha kusudi maalum katika vijana hawa wa Kiadventista. Mwaka huu katika kambi hili ambalo ni kubwa, kambi la kihistoria linalochukua vijana kutoka STUM pamoja na NTUK, Southern Tanzania Union pamoja na Northern Tanzania Union, tunapokutana kwa pamoja, lengo kubwa la kambi hili ni nini? Na ni nini kinachofanyika katika kambi la mafunzo? Katika makambi haya ya mafunzo yanalenga kukamilisha elimu fulani au kurekebisha mambo fulani au kuleta mambo fulani mapya kwa vijana katika kipindi husika. Katika makambi haya yana vitu vingi vya kujifunza. Ndani yake kambi la mafunzo yawezekana limelenga kufundisha nishani mbalimbali na madarasa mbalimbali kwa lengo la kuhitimisha. Sio kwamba katika kambi hilo ndio wanaanza na kukamilisha matakwa, la. Tunategemea katika kambi hilo liwe ni kambi la kukamilisha matakwa kwa ajili ya kuhitimishwa. Hilo linaweza kuwa ni lengo moja la kambi ambalo limeandaliwa. Lakini wakati mwingine tunaweza kuwa na kambi ambalo linahitaji kurekebisha yaliyoleta changamoto katika kazi. Kwa mfano, kambi hili ambalo tuko ndani yake lina lengo la kutusaidia kurudi na kurejea katika misingi ya mambo mbalimbali ambayo yamekuwa na tofauti nyingi katika kuyatekeleza na katika utendaji wake. Kwa hiyo tunachokiomba tu ni kwamba katika kambi hili tunaloendelea nalo, linapokamilisha malengo yake, ninaomba kila mmoja aweze kuelewa kwamba ni nini anachokifikia, ni nini anachokipata kiko tofauti na kile alichokizoea.
linahitaji kutuondoa katika utendaji wa mazoea na kwenda katika utendaji halisi kwa malengo yale ambayo idara ilianzishwa. Tutaongoza kama Kristo alivyoongoza, tutafundisha kama Kristo alivyofundisha, tutashuhudia kama Kristo alivyoshuhudia. Kila tunachokifanya Kristo anakuwa kiini chetu. Vijana wale wawili walianza kwa maombi, na kupitia maombi wameendelea kusimama, na idara ikasimama, na hata leo bado inajikita kwa maombi. Kwa hiyo kambi za mafunzo zinakuwa na malengo maalum kwa ajili ya utekelezaji. Na nipende kusema kwamba katika programu ya mafunzo ya kambi hizi za mafunzo ina vipindi vyake maalum, na inatamani katika vipindi hivyo vikamilishe makusudi ambayo kwayo nimeyataja mapema. Na sasa katika mazoea yetu tumebaki tukiwa na makambi haya muda mwingi. Katika makambi haya tunatarajia elimu ya nje, elimu ya ukambikaji ichukue hatua ya juu, ifikiwe katika hatua ya juu, yani camping skills, camping craft, camp cooking na vingine vyote vikamilike katika kambi. Na hivyo tunapokuwepo katika kambi hili tutarudi kwenda kukagua. Tulikuwa na wazo la sema, kwa nini tunasema hatutaki viti vya plastic? Kwa nini hatutaki viti vya hivyo? Kwa sababu ya dhana ya ukambikaji. Kwa sababu tukishaongelea habari ya ukambikaji ni kutoka nyumbani, katika mazingira ya nyumbani, katika kulala katika mazingira ya nyumbani, kutenda katika mazingira ya nyumbani, kupika kama nyumbani, na kwenda porini. Na porini kuna namna yake ya kukaa, kuna namna yake ya kupika, kuna namna yake ya kufanya mambo. Na yote haya yanatusaidia kupata uzoefu wa kuishi maisha nje ya nyumbani. Jambo la pili, aina ya pili ya mkutano ni Congress. Kabla ya kumaliza aina hii ya kwanza, wale wote wanaokuja katika mkutano huu wanalipa viingilio vyao. Lakini wakilipa viingilio vinakuwa vya uendeshaji, na wao wenyewe watakuja na nauli yao, watakuja na chakula chao, mambo mengine yote watajitegemea. Tofauti na mkutano huu wa pili ninao kwenda kuutaja. Congress ni mikutano ya vijana, hata wengine pia wanafanya Congress. Mahitaji na malengo ya Congress ni tofauti sana na mahitaji na malengo ya training camp, kambi ya mafunzo. Katika Congress nini kinafanyika? Katika Congress utatoa kiingilio chako ambacho kitabeba malazi, kitabeba chakula, kitabeba gharama za uendeshaji, kitabeba aina ya mavazi inayotakiwa iwepo, na vyote hivi vinakuwa ndani ya package ya kiingilio chako. Na kwa sura hiyo Congress haifanyiki porini, inafanyika kwenye vyuo, kwenye mahoteli makubwa, kwenye center kubwa, maeneo makubwa ambayo kwayo watu wote, washiriki wote watapata malazi, watapata chakula, watapata ukumbi wa mkutano na vile vyote vinavyotakiwa kwa ajili ya hizo huduma. Kiingilio chake kinakuwa kikubwa. Na kikisha kuwa kikubwa, wawezeshaji pia wanakuwa ni wengi. Mada nyingi zinakuwa ni za kibwetani, lakini mada nyingi chache zinakuwa ni za kugawanyika. Na wanapogawanyika inategemea ni mada zipi zinazohitaji kujadiliwa wanapokuwa hapo. Katika Congress vipindi vya shuhuda na taarifa vinakuwepo. Taarifa ni kwa wahusika, kama ni kwa kila conference, kama ni kwa kila field, watakuwa na wakati wa kutoa taarifa. Kutakuwa na nyakati za shuhuda, na nyimbo pia zitakuwepo kulingana na aina ya Congress iliyoitwa. Congress hizi hazina changamoto nyingi. Hazihitaji mafundisho ya vitendo. Zinahitaji mafundisho ya kukaa na kusikiliza. Nyingi zinakwenda kwa miadhara na hayo mambo machache niliyoyasema. Aina ya tatu ya mkutano ni Pathfinder Fair.
mkutano wa maonyesho ya watafuta njia. Mkutano wa maonyesho ya watafuta njia ni mkutano wa aina gani? Ni mkutano ambao kwao unatakiwa watafuta njia walete kile walichojifunza na wakionyeshe kwa vitendo. Kinachotakiwa hapa ni nini? Ni zana, ni vitu, yale yote waliojifunza wayalete kwa vitendo katika mabanda mbalimbali yanayokuwa yameandaliwa. Na hapo ndipo tunaangalia klabu moja ya Pathfinder itatupatia yale yote yanayofanyika katika darasa la rafiki, darasa la mwenzi, darasa la mgunduzi, darasa la msimamizi, darasa la msafiri na darasa la kiongozi. Tunahitaji tuyaone, tuzione hizo nishani kwa vitendo walichojifunza. Tuone huo uelewa wa yale mahitaji ya kiroho, lakini pia hayo mahitaji ya kiroho wayaweke katika uhalisia wake. Kama walijifunza habari ya visa na hadithi mbalimbali katika Biblia, kwa kila darasa wapate nafasi ya kueleza kwa uhalisia wake, yaani wapate nafasi ya kuonyesha. Kama walijifunza maisha ya Msamaria mwema, tuone walao hata kaigizo kama Msamaria mwema, tuone walao hata ngonjera ya Msamaria mwema, tuone walao hata shairi la Msamaria mwema. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo wanakuja kuwasilisha yale yote waliojifunza ili yawe halisia katika maisha yao. Na huo uhalisia unakuja kwa kuonyesha jinsi walivyobobea katika hilo. Pathfinder Fair, mkutano wa maonyesho ya watafuta njia. Mkutano huu ni muhimu sana kwa klabu ya watafuta njia, kwa sababu ndio unaonyesha nini walichojifunza, wapi walipofikia uwezo wao wa uelewa. Kwa lugha nyingine wanasema hapo ndipo tunapima uwezo wa walimu waliowafundisha. Na bahati mbaya ni kwamba Pathfinder Fair zimekuwa ni chache na hazionekani. Jambo lingine, mkutano mwingine ambao tunao katika idara ya huduma za vijana wa Kiadventista ni Pathfinder Kempori. Pathfinder Kempori. Tumezoea kwenda kwenye Kempori za wenzetu huko. Sisi hatujawahi andaa za kwetu, lakini tupaswa kuandaa. Pathfinder Kempori ni mkutano ambao unawaleta vijana kambini watafuta njia wote kwa ajili ya kujifunza nishani, lakini kuonyesha kwa vitendo yale yanayofanyika, yanayohusu ukakamavu, yanayohusu ustahimilivu na kujiongezea elimu mpya. Kwa hiyo katika Kempori inaweza ikachaguliwa nishani 2 au nishani 6 au nishani 5, lakini zote hizo ni nishani za vitendo. Ni nishani za vitendo ambazo watajifunza kwa vitendo, wanazifanya kwa vitendo katika Kempori. Kwa hiyo wakienda wanachagua nishani zipi ambazo huyu atajifunza, na mwishoni wanatakiwa wazipate hizo nishani, wanapewa hizo nishani. Na ndio maana kiingilio cha Kempori kinakuwa kikubwa kidogo kuliko kiingilio cha training camp. Kiingilio chake kinakuwa kikubwa kwa sababu mwisho wa kujifunza nishani hizo, kama imeamuliwa kila mtu ajifunze nishani 2, atapewa hizo nishani bure. Lakini hapo ndipo tunakuwa na vitu mbalimbali, zile ambazo tumezoea kuzita commando courses, yale mambo ya ukakamavu, pale ndipo yanapofanyika. Huwezi ukafanya commando courses katika Pathfinder Fair. Haya yanafanyika katika Kempori. Kempori ndio ina maonyesho ya paredi, na ile paredi inaenda kwa mashindano, nani aliyefanya vizuri zaidi. Na katika Kempori ndipo tunakuwa na paredi za aina 2, paredi kwa mujibu wa manyo na paredi ambayo inaitwa ni freestyle. Inapatikana tu katika Kempori peke yake, pengine popote huwezi ukaipata hiyo paredi ya freestyle. Na sasa unapokwenda pale katika mashindano hayo, lazima utaeleza ni freestyle au ni kwa mujibu wa muongozo. Kumbukeni Pathfinder na muongozo wake wa paredi wa drill and marching ambao
umetolewa kwa ajili ya kuongoza nini kifanyike. Lakini katika Kempori ndio wanapata nafasi ya kufanya kwa mujibu wa mwongozo, lakini pia kwa kufanya kwa staili huru, na wote wanakaguliwa na mwisho wanapewa zawadi ya ushindi. Ni katika Kempori peke yake ndipo kuna kitu kinaitwa pin trade, biashara ya pini. Hizi pini zilizoko pale sio pini za madarasa. Naomba mnielewe sasa. Sio pini za madarasa, ni pini za vilabu mbalimbali wanavyokutana navyo katika ile Kempori. Pini ya kilabu cha watafuta njia kutoka labda Tennessee, kutoka Uruguay, kutoka wapi, na hizi zote zikipatikana anaweza akazijaza kwenye kofia, anaweza akazijaza kwenye koti, akazijaza wapi, kwa sababu ni maonyesho na furaha kuona kwamba amehusiana na hao watu wote. Hazina kanuni. Nitakapokuja baadaye nitaanzia hapo. Kwa nini hazina kanuni? Na kwa nini zinatofautiana na pini za madarasa ya kila siku? Kwa hiyo tunapaswa kuelewa nini kinafanyika katika Kempori. Hicho kinachofanyika katika Kempori ni cha muhimu sana, na kwamba wakikosa watafuta njia Kempori, mwaka mzima umepita, katika field, katika conference hatuna Kempori, katika union hatuna Kempori, tumewanyima kitu kilicho cha msingi. Wakikosa Pathfinder Fair, tumewanyima kitu kilicho cha msingi. Nakumbuka kwamba mara nyingi Pathfinder hawana Congress, Pathfinder wana Kempori, wana Pathfinder Fair na vingine vile nitakavyovitaja. Asante kusikiliza makala hii. Ni mimi mwandaji wako naye kuandalia makala mbalimbali zinazohusiana na idara ya huduma za vijana katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Ni mimi Ruben Simoni. Tulicho nacho ndicho tunachokupatia. Bye bye.